na pia mambo mema. Tuende kitabu ya 2 Samuel, Samueli wa 2:6. Samueli wa 2:6. Tutabarikiwa sana na Jehova atatutetea mambo mazuri. Samueli wa 2:6. Samueli wa 2:6 mstari wa kwanza. Samueli wa 2:6 mstari wa kwanza inasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Samueli wa 2:6 mstari wa kwanza. Basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. Bwana asifiwe. Kuna Daudi na hawa ni watu wale ambao ni wateule 30,000. Hebu tuseme 30,000. Haleluya. Wateule ni wale watu ambao Bwana asifiwe, wanateuwa na Mungu kufanya kazi tofauti. Bwana asifiwe. Ni wengi wameitwa na Jehova Kenya hii, dunia hii, makanisani mingi, lakini wachache ndio wateu. Hapo mshike vizuri. Ni wengi wao wameitwa na Jehova katika wokovu. Haleluya. Ni wengi wao wameokoka, lakini few are chosen. Bwana asifiwe. Ni vizuri sana kujua unapookoka. Haleluya. Kuna safari nyingine. Bwana asifiwe. Ambao ni ya kuwa chosen. Chosen ni wale watu ambao wamekombolewa. Haleluya. Shetani hana shida na wokovu, hana shida na watu kuwekelewa mikono, hana shida na ushuhuda, hana shida na mambo. Anakuwa na shida na wale watu ambao wameshakombolewa tayari. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wateule, wale wateule wa Israeli, walikuwa watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa pamoja na waliokuwa naye. Kwa hivyo wakaanza safari. Na nikakwambia hivi, katika hii dunia tuko, safari ni kubwa sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe kutoka ukuje Emmanuel, sijui umeenda safari inakaa aje? Safari umeenda ngapi? Za mambo haswa ya Mungu. Sasa lipa ameenda kama ngapi hivi? Tumeienda Meru. Haleluya. Tumeienda Kayoni. Tumeienda kona nyingi sana katika habari hii njema. Bwana asifiwe. Ama katika kupeleka habari njema ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na hata waleo nimesikia kupitia mnabii, kazi iliyo mbele ni nini? Pero lipa kuna kazi mingi mbele. Na hiyo kazi mingi ndio inakuanga na baraka ndani. Haleluya. Uni Daudi na watu 30,000 na sasa wameanza mwendo. Na maana nasema kwamba mpaka bara ya Yuda. Walienda mpaka bara ya Yuda ili bara ya Yuda ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina jina la Bwana wa majeshi akaaye juu makerubi. Bwana asifiwe. Ile ni sanduku, na ni sanduku ambalo lina jina lake Jehova, jina Haleluya. Sanduku lile lilikuwa na jina, na hilo jina linatajwa pale, jina ambalo ni jina la Jehova aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani. Nao Uza na Ahio wana wa Abinadabu wakaliendesha lile gari jipya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mani nasema Daudi na watu 30,000 wakaenda mpaka bara wa Yuda. Na walipofika walikuwa wanaelekea katika boma ya Abinadabu, kwenye kulikuwa kumewekwa sanduku la Jehova ambao jina limeitwa Bwana asifiwe. Jina la Jehova aliye juu zaidi makerubi. Nataka muelewe hapa kama kanisa, sanduku ni habari njema ambao tuliamini. Haleluya. Ndani yetu kuna habari njema. Kuna sanduku huwa tumebeba usiku na mchana. Haleluya.
Ulipookoka kuna sanduku inaweka, unapookoka kuna sanduku inawekwa ndani ya kila mtu na Jehova. Kuna habari inawekwa ndani ya mtu. Haleluya. Hiyo habari ulioamini ni sanduku. Hii ni sanduku linaenda kutolewa katika nyumba ya binadamu. Sanduku ambalo ni la Jehova. Haleluya. Na maandiko inasema hilo sanduku wakati liliendewa Ahio, Usa na Ahio wawili wakaliendesha lile sanduku liko limebebwa na gari jipya. Bwana asifiwe. Watoto wa familia hiyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Watoto wa binadamu wawili, Usa na Ahio. Sanduku likaendewa, likawekwa kwa gari jipya na likaanza mwendo liko limebebwa na hilo gari. Maana nasema pale walilitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku kirudie tena 4. Wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana. Na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Bwana asifiwe. Haleluya. Tani nasema Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo, kwa vinubi na kwa vinanda na kwa magari na kwa matari na kwa kayaba na kwa matoazi. Haleluya. Wakati sanduku la Jehova liliendewa kule kwa binadamu, haleluya, na likafika lazima sasa liondoke kule na lipelekwe mbele na lipelekwe kwa zingine. Maana inasema Jehova pale Daudi na watu wake wa Mungu wale 30,000 walimuibia Mungu sana, walimsifu Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu ni vyema kumsifu Mungu, ni vyema kumuinua Jehova. Haleluya. Majini kama hizi tuko nazo hapa ni za kufanya Jehova tu afurahie. Jehova hizi majini zinapochezwa mbele zake anafurahiaga. Wakati tunamuibia Mungu huwa anafurahia sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati tunaenda crusade mahali, tunaenda tunamuinua Jehova na nyimbo, tunamsifu, huwa anakula na anashiba. Haleluya. Na majini yenye iko mahali fulani, uganga, uchawi, unapooshipa, huwa unakabizwa na Jehova. Sifa ni ya kuinua Mungu, inakuwa ni ya kuinua Jehova. Sifa huwa ni ya kutukuza Mungu, kumuinua zaidi, na anapokuwa juu anafanya mambo mengi katika maisha. Unaweza enda maeneo ukute Mungu amefinyiliwa. Kama venye ndugu alikuwa anaongea hapa, alikuwa anatuonyesha ama alikuwa roho yake ilikuwa inajitoa na kusema kwa kina bibi yangu, hata kwa nyumbani anasemaga mara nyingi, anaonaga kabisa kuna kitu kinahitaji kifanywe. Haleluya. Kuna kitu kinahitaji kifanywe. Na hiyo kitu ni nini ndugu na dada? Ni kumuinua Jehova. Na ndio nikasema wiki mbili kabla shiishe, boma yao wanahitaji kujipanga, wajue venye watamuinua Mungu. Watamuinulia maibada namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watainua Mungu aje? Kuna mwingine utainua Mungu na sifa, kuna mwingine utamuinua na maibada, kuna mwingine utamuinua na kumwendea. Haleluya. Sasa hapa walimuinua na kumchezea na wakatumia machini zote kumfanyia kazi hiyo. Na Emmanuel one day one time, kuna machini mtaona hapa za ajabu sana. Kuna machini nyingi because there is God in heaven. Tumeona Mungu akifanya mambo mazuri kwetu, na kuna siku zitafika uone machini za ajabu sana mpaka gita, tena ndipo mpaka gita. Hapa tutachezwa siku moja sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata walipofika kwa unga wa Nikoni, Usa akalinyoshea mkono sanduku la Mungu, akalikamata kwa maana wale ng'ombe, ng'ombe inavutaka nini? Huku tunajua punda. Kuna mwingine mnakutaka ng'ombe unajua Kenya kuna maeneo hayo unakuta ng'ombe fulani ndio inavuruta gari ya kulima. Haleluya. Hata kuna kwingine watu wanachotaga maji na mikokoteni, alafu unakuta inavutwa na ng'ombe. Sio mambo hivyo. Unakuta ng'ombe haswa dume fulani, nyingi zinakuwa dume. Hizo zimetengenezewa gari zinavurutaka. Haleluya.
Sasa ng'ombe ilikuwa imevuruta hii. Kwa hivyo sanduku lilikuwa limebebwa na mkokoteni, tena ni mkokoteni. Hii sanduku lilikuwa limebebwa na mkokoteni mpya. Bwana asifiwe. Na katika hali ya kubebwa na mkokoteni, hii gari jipya ilikuwa imevurutwa na ng'ombe. Unajua mkokoteni iko na ile mambo wakati mkokoteni pitaki Thika Road. Nani amekuta mkokoteni Thika Road kule highway? Nani amekuta? Wewe ni nani ameenda Thika Road akakuta ng'ombe ikiwa imekimbia ama punda na mkokoteni? Hata kama zinaendaga zinapitia kule service lane. Si ndio? Bwana asifiwe. Sasa hiyo gari ya mkokoteni, haleluya, katika ile kupilikiga kwake, mama zi ama Wanyabura, sema gari pitia hapa, hiyo gari ya mkokoteni ipitie hii je ikielekea Kilibapogo. Gari ya mkokoteni imebeba kitu. Unadhani hiyo kitu inarudishwa aje? Haleluya. Sasa hivi unaona mwehoko mambo inazidi kubadilika mama hapa na pale, na mambo inazidi kuinuliwa na Jehova. Barabara nimesikia mko na maji safi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naye uza okay inasema pale saba inasema ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale penye sanduku la Mungu. Bwana asifiwe. Sasa huyu ni Uza, na unaona wako na ahio. Bwana asifiwe. Na sanduku sasa limetolewa kwa hiyo nyumba ya binadamu. Maana inasema hivi, sanduku lile ambalo ni la Jehova lilikuwa linapelekwa na ile gari imevurutwa na ng'ombe, nikakwambia ni mkokoteni. Hiyo sasa sanduku lile Uza akaona kama linataka kuanguka sababu ya kupigilishwa na mashimo na nini. Uza akaenda kulishika lile sanduku, na kweli alikuwa anazuia lisianguke. Naye Mungu alipoona Uza amelishikilia lisianguke, na mtu anaitwa Uza anafanya kitendo kizuri sana ukiona, ya kuzuia sanduku lianguke na liharibike, lakini kulishika tu, na ni sanduku la Jehova, ati nikuzuilia lianguke. Mungu mchana kabisa akapiga Uza na akaua. Na mimi nataka niambie watu hata kwa mitandao, Mungu anauaka. Ukicheza na kazi ya Jehova, Mungu anaesaua. Tena nipa Mungu anaesaua. Na Jehova kuwa Firauni alikufia kwa maji, na jeshi lake na askari zake na magari yote ikaishia pale. Ni watu wengi sana ambao kwa Biblia hii wameikufa sababu ya kucheza na Jehova. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu ni Uza kwenda tu kushikilia sanduku. Unajua shida ya Uza ilikuwa nini? Shida ya Uza ni ya kwamba mwili ulikuwa sawa. Haleluya. Kama alikuwa mshirika wa shina kama hili alikuwa mshirika sawa. Kama ni mzee alikuwa mzee sawa, mama sawa, hivyo. Lakini ndani ya mtu tena ni badali ndio kuna kuaga na mambo. Sikusalimia mwambie ndani ndio kuna kuaga na mambo. Na nikawaambia hivi, unajua kwa nini kule nje masisi ni mingi? Wao masisi ni mingi sana. Ukienda angalia zile TV zinatakasaka masisi. Huyu amekufa. Sinatakasa watu wengi sana. Huyu amekuwa na gari, huyu amejinyoka, huyu amegojeka ugonjwa mpaka akakufa, huyu naye akapatwa na haya akakufa. Haleluya. Nikakwambia siku nyingine, watu wote si Mungu anaitaka. Shida ni ya kwamba leo kuna watu sahihi wako chache. Chache tofauti zinaendelea. Nikakwambia unaweza kukuta mtu akona bibi ya mtu mwingine na anaenda kumega meza ya Bwana. Unaona mtu akona akona bibi ya mtu mwingine ama bwana mtu mwingine anaenda kumega meza ya Bwana. Haleluya. Finally hiyo inaleta hiyo mzaha inaleta kifo finally. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa dunia hii na hasa sisi ambao tumeokoka, ni lazima tujue tunaangalia kwa na njia zote na Jehova. Haleluya. Anakutazamaka mienendo yako yote. Anakutazamaka ukikula, ukikuja, ukiongea, kona zote, hata kama ni nyumbani, hata kama ni kwa biashara, kona zote anakuangalia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uza alienda kushikilia sanduku na kushikilia Mungu wa shida.
Shida ni anashikilia na mwili lakini roho. Sio ni roho yake inakuwa namna gani? Mungu utazama roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Nilikwambia mpaka wale watu wengi hufanya operation za mili kila sana dakika. Shida ni roho zao. Ni mtu anaenda kumega meza ya Bwana na ni mtu ambaye ni wa hasira kila sana dakika. Haleluya. Bwana asifiwe. Viongozi kama yetu tuko nao Kenya saa hii, viongozi ni watu walishika Bible wakaapa mbele za Mungu, watalinda katiba na mambo yote. Haleluya. Na nikakwambia Kenya hii kuna mambo, kuna mambo bado kwa hiyo. Sikwambia kuna mambo. Sijui walituambia wakubwa wawili wa mijani lazima tuondoke. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Kenya bado mngoje. A lot is coming. Kabla tufike uchaguzi lazima wale viongozi wawili wa mijani washughulikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ningetaka uulize hiyo neighbor Mungu akimwangalia kama sahihi anaona nini. Usimuulize hiyo swali. Uko kanisani nimeketi chini vizuri. Tuongeni ukweli. Mungu anaona nini? Bwana asifiwe. Wewe mzee uko hapa kusema ukweli. Mungu anaona akikuangalia kama sahihi anaona nani? Wewe mama anaona. Wacha mengi ya watu. Wewe mwenyewe unapojiangalia Mungu anaona nani? Bwana asifiwe. Hebu tuseme Yesu arudi kama sahihi kwa hapa church. Kuna uwezekano uende mbinguni wewe? Mungu sahihi ashuke tuseme kuna kwenda nyumbani sasa. Ni ashuke twende uzimani wa milele. Unajua ni mmoja aende mwingine kuna lingine ni mmoja aende mwingine aache. Hallelujah. As Christians, let us all be here. Haswa sisi ambao tumeamini kuna Yesu na tushaokoka, tuko na roho, kuna Mungu mbinguni, lazima tuchunge mambo zetu zote. Ni Wakristo. Mimi ni mshuhuda ya kwamba Mungu huponya, Mungu huinua na Mungu hutenda. Kitu Mungu hatakaji ni mzaha katika mambo zake. Haleluya. Sanduku likatolewa kwa binadamu, ndio hilo sasa likiwa njiani ya kuelekea mahali tunasikia hapa limeua mtu. Haleluya. Na niwahakikishie Wakristo, kanisa kama hizi mnaonanga, kanisa kama hizi za Roho Mtakatifu, ambazo Roho amekubalishwa kuteremka bila kuzimwa. Hapa hakuna roho, hapa hakuna mahali roho anazimangwa. Roho yenye iko hapa ni roho in full capacity. Emmanuel hakuna chotiliki. Angalia nione kuna mtu anakaa kama anataka kuzima roho. Huwa najihadhari huko sana. Na huwa naanza kumwangalia na macho yote. Sababu roho akizimwa walikumaanisha utakaa na roho kinusu kikota. Mashida mengine utakuta ya kwamba kanisa linashindwa na kuiangalia. Watu sasa hiyo tunasikia kama mtu anakufa na pressure, sukari, mambo kama hayo. Roho akikubalishwa awe in full in the church na asivinyiliwe, kanisa lazima watu watubu hai, lazima wabarikiwe, lazima wainuliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa asubuhi nimeongea mambo yenye nafinyilia roho ndani ya kanisa. Na hiyo mambo sitaikubali Emmanuel. Sitaikubali hiyo mambo Emmanuel. Dhambi ni baya, dhambi ni hatari, kwa inafanya Mungu aondoke. Ndio udumishe Mungu lazima ukemee dhambi kabisa. Haleluya. Musa amekuwa. Ni nani amemuua? Ni Jehova. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie ya kwamba mchana wa leo ama hii masaa mema, kuna Jehova anayesaua mtu. Mtu anapojiwekelea mambo na kucheza na kazi yake. Haleluya. Na nimekuambia Mungu ameua wengi. Wewe unadhani Firauni alikuwa na jeshi gani? Wanajeshi wangapi na askari wangapi? Alikuwa Wamisri walikuwa watu wengi sana. Na Mungu aliwaua na maji na hiyo ikaisha. And I want to tell people this. Viongozi wote wa Kenya hii na kanisa mahali tumefika, Mungu anaharakisha sana kufanya mambo zake. Bwana asifiwe. Akisema kuna viongozi wawili wa Midiani watakuwa, si mengine atafanya, atafuata neno lake mpaka alitimize. Bwana Yesu asifiwe. So, tena nipa sanduku la Mungu ni la ajabu.
Na ukiwa nalo kwako na umeliangalia vyema, kuna mambo huwa inatendeka mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa magonjwa inakuanga kuiona ni ngumu, umechunga sanduku vyema. Haleluya. Umeangalia sanduku vyema, unakutaka mausito mengine inakuta dunia wewe ikuoni. Bwana asifiwe. Kanisa likichunga sanduku vyema, unakutaka mambo zingine zinakuta watu unapo nje, kanisa zingine unakuta kanisa lenye linachunga sanduku vizuri, naliangalia unakuta ile mambo haiko pale. Haleluya. Bwana asifiwe. Uza alikufa sababu ya mchezo mwingi na sanduku la Jehova, sababu ya roho yake kuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Sikilize, nipa wako wamefikishana wapi na Jehova. Haya, Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfarikia Uza, amemfulikia. Bwana amemfulikia, hiyo inasema hivi, ile Biblia inasema hivyo. Bwana amemfulikia Uza, akapaita mahali pale Perez Uza hata leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nikusema namna gani hiyo tendo ni gani amemfulikia Uza, kumaanisha kwamba amemuua Uza. Bwana asifiwe. Na kuliitwa hiyo jina Perez Uza hata leo. Bwana asifiwe. Daudi alishtuka. Daudi alipatwa na uoga. Mungu unaweza ua. Nimesema God can kill. Spiritual death anaweza ondoa mtu kwake. Kama mtu amechagua kwenda kwa Shetani, mwambie sasa toka. Wewe uliona hapa miti kikatwa na Jehova yenye kuzaa ni hukumu. Na hiyo miti ilipokatwa usiambiwe na mtu kitu kingine. Biblia hii mtu hajakatazwa kubeba, hajakatazwa kwenda nayo kokote atataka, lakini ngoja niwaambie, Mungu akishaondokea mtu amemuondokea. Haleluya. Na nimekuambia dunia hii pia Mungu anaweza ua mtu, sio tu rohoni. Ati kuna wakati Mungu anaweza kata miti yenye haizai, na miti nyinyi washirika unapokosa kujiangalia, ukose kuzaa, unatupwa nje ya kanisa. Haleluya. Unaanza kuandarana kanisa zingine kule nje hapa na pale bila utulivu. Haleluya. Ndio sababu nasemaga ukifika Emmanuel tulia. Tulia, pata utulivu. Haleluya. Tumikia Mungu sasa. Na pia Mungu anaweza shughulikia mtu tumuone kwa sanduku. Ndio ndivyo anaweza shughulikia mtu tumuone kwa sanduku. Na ni wengi wamekufa sababu ya kucheza na kazi ya Jehova akina Uza. Haleluya. Kwa hivyo ukiwa katika hii habari njema ya Yesu, ya Mungu, habari njema, kuwa unajihadhari wakati wote. Jehova anaweza fanya lolote kwa wanaocheza naye. Haleluya. Hata kwa wanaocheza na nchi ya Kenya, viongozi hapa na pale lazima wakae kujihadhari, otherwise kuna Mungu mbinguni anaweza ua. Haleluya. Naye Daudi akamwogopa Bwana. Siku ile akasema, nitiache sanduku la Bwana. Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini mwa Daudi, ila Daudi akalihamisha nyumbani kwa Ebed-Edom. Haleluya. Na hapa ndipo nataka tushikane vizuri. Watu wa Mungu. Wakati sanduku limeua, alikaua Uza, Daudi mfalme mwenyewe akaogopa na akashindwa. Jehova unaweza fanya hivyo? Kunaweza hivyo Jehova? Daudi sanduku lilikuwa lielekezwe kwake nyumbani. Maandiko inasema akaanza kuogopa hata yeye na kushindwa. Mimi sanduku litakuja kwa ukweli? Akaanza kukataa. Na maandiko inasema ya kwamba akasema liende kwa Ebed-Edom. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nami nataka niwaambie hivi watu wa Jehova. Kama unamuogopa Mungu na unamwamini ni Mungu na uko ndani yake, tabia zako ni njema, na huna lolote mbele ya Mungu unafanyanga katika giza, hakuna haja ya kuogopa mambo ya Mungu. Hakuna haja ya kuogopa sanduku. Na ninapoongea leo nataka uambie nipa, leo kuna kibarua kikubwa sana mbele yako. Mwambie nipa hivi. Watu Emmanuel, Bwana asifiwe. Umejionea magani hapa Emmanuel? Hamjaona Mungu akijitetea mwenyewe? Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Hamjaiona Mungu akijitetea mchana katika mambo mingi. Haleluya. Wewe nakumbuka hapo mmoja tuliwekaga vitu vya church.
vitu vya church, tukaweka boma, vitu vya church kwa tunaweka kwa boma fulani. Iliyo karibu na church. Kuna mahali ilifika hiyo hao watu wakakosa wakakataa kuweka vitu vya church tena. Sababu hii maandiko ukisoma inasema mambo na sanduku. Kuna wakati unaweza pewa kazi katika nyumba ya Jehova, kuna wakati unaweza pewa responsibility fulani. Haleluya. Kuna wakati Mungu anaweza amua ya kwamba hii kazi yake ama kazi hii katika njia fulani ushughulikie vitu fulani vya church. Haleluya. Kuna wakati Mungu anaweza amua mambo mengi, ushikilie sanduku lake na njia fulani. Haleluya. Watu wanaposoma hapa, kuna watu wameikuta wengine na kuambia hivi, darama za church zinakaaga kwako. Brand, ama hizi darama tunapigaga, zinakaaga kwako. Unaweka vitu vya Mungu kwako. Wewe utakiona kama usa. Kuna watu wanaenda kwa boma za watu na kuambia vitu vya kanisa vinakaaga kwako. Vya kanisa. Gai, wewe ujui? Wewe ujui vile unaendaga? Unajua sanduku liliua usa? Unajua hivyo? Daudi aliona likiua na ni kweli usa akakufa, yeye akaogopa, lakini kuna kwenye sanduku lilipelekwa faida. Bwana Yesu asifiwe. Nikataka usalimie ndipo mwambie kutoka leo kazi ya Mungu ni mingi. Si msalimie mwambie hapo kutoka leo kazi ya Mungu ni mingi. Haleluya. Nasema hivi, kuna uwezekano na si tu uwezekano, ndivyo kuko. Kuna uwezekano wako na ndivyo kuko ushikilie kazi ya Mungu na njia kubwa sana kutoka leo. Bwana asifiwe. Ebinedomu Mugiti, ni Mugiti. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Ebinedomu Mugiti muda wa miezi mitatu. Haleluya. Naye Bwana akambarikia Ebinedomu na nyumba yake yote. Haleluya. Bwana asifiwe. Na nimesema hivi, watu wote wameipewa responsibility ya kushikilia sanduku, ya kushikilia kanisa na kazi ya Mungu na njia fulani. Nimesema kuna watu hata unaweza kuwa umeipewa kazi ya kuangalia jikoni venye chakula kinaiva wakati kuna wageni. Na kuna wezi hatari, Unaweza kuta mtu kwa kanisa hii ama ingine ameiva vikombe vya church. Pero aliba hiyo ni kifo alibeba. Simsalimie mwambie hiyo ni kifo. Wewe ni vizuri kwenda kwa nyumbani kwako uangalie nyumba. Wewe pengine tulikujaga ushirika tukaacha kiti moja. Haleluya. Na kuwa kwa nyumba kinakaliwa na watoto na unasema nitapeleka siku moja. Pero aliba enda urudishe. Mwambie aliba enda urudishe. Kijiko ya church imeopewa mtu wa pepe 2-3 na aseme sasa niko na dozen ni 12, sasa niko na 15. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sanduku la Jehova Daudi akasema liende kwa Ebinedomu, kwa mtu anaitwa Ebed-Edom Mugiti. Na nilienda huko miezi 3. Mimi nataka niwaambie kutoka leo uhesabu miezi 3. Haswa from next month, mwezi wa 10 tukianzia. Nataka niwaambie washirika wa Emmanuel kuna kibarua iko mbele yetu. Tena nipa kuna kibarua. Na kuna kushikilia sanduku, kuna kulishikilia. Haleluya. Kuna uwezekano mama yako leo ipate kibarua kikubwa sana. Kuna uwezekano kutoka leo hiyo familia yako ipewe nafasi ya kuhold sanduku la njia fulani. Na hiyo miezi 3 ni kujisikia na kujiombea sana. Haleluya. Na nimekuambia hivi, kuna watu wamepewa nafasi ya kusikilia kanisa na njia hizo. Kwa kumeiwekwa machini, kumeiwekwa viti hivyo, wengine wakafika mahali wakaausiwa uoga. Anasikibiwa. Kanisa hii chenye kimeibua ni gas. Na hiyo gas finally tulijuaga mwenye aliibaka. Kanisa kama hiyo mtu hawezi iba kitu, tena iba ni ngumu kuiba kitu. Nilimwambia ni ngumu kitu kiibiwe. Simumsalimie ni ngumu, mwambie ni ngumu sana. Hii church spiritually hainaka deni kwa mambo hainaka deni.
So chochote ni sahi church huwa covered na njia zote. Na sio tu choko hizi unaona mpaka wewe mwenyewe individual na watoto wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kupitia saduka katika ile nyumba ya Ebenedo, Mungu alibariki ile boma sana. Aliinua sana within 3 months. Hallelujah. So hiyo lipa kuna baraka ziko jiani. Lakini kuna kazi ya kufanya. Hallelujah. Na hakuna kuogopa. Nimekwambia kuna mtu anaweza kuja kwako kwambia, wewe ndio unataka hiyo chachi. Unataka hiyo chachi. Na nakwambia hivi, kama wewe na boma yako hamuna shida na Mungu, fanya kazi ya Jehova. Bwana asifiwe. Ukipewa asante ile responsibility na kanisa kama mshirika, fanya hiyo kazi. 3 months kabla ziishe, kuna baraka zitaonekana za ajabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na sanduku la Jehova ukiaminiwa ulishikilie na njia fulani na boma yako. Kuna wengine wanasemaga, unaona mzee wako anakunywa pombe. Ile dhambi kwa hiyo boma kweli itatulia. Kweli hiyo kazi utaweza? Hiyo kunywa pombe si makosa ya bibi. Si makosa ya nani? Ni muda wa Mungu tuombe ufike huko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kutoka leo venye mama Mshinemu aliongea na bwana yake mpaka kajua akajengewa mtumishi wa Jehova. Na leo unatumwa kuongea na boma yako vizuri, bibi ongea na bwana ongea na bibi, watoto ongeleshane, ni sababu nimekuambia siku ya leo kuna kazi kwa mbele yako. Haleluya. Haswa kutoka next month kuna kazi. Ningetaka usalimie ni baba tena mwambie kuna kibarua.